Imbeni kwa sauti ya kuimba, tangazeni haya, yatamkeni mpaka miisho ya dunia. Semeni kwamba Bwana amelikomboa taifa lake. Haleluya. Wapendwa taifa la Mungu, herini kwa Dominika ya 6 ya Pasaka. Mama Kanisa anaendelea kutuongoza katika kipindi hiki cha Pasaka ili tuweze kuingia zaidi katika fumbo la wokovu wetu. Dominika hii inatukumbusha kwa namna ya pekee jinsi Yesu anavyoenda kumtuma Roho Mtakatifu, Roho wa ukweli ambaye atakuwa msaada kwetu, mwalimu na kiongozi katika maisha yetu ya Kikristo. Katika dunia hii iliyojaa sauti nyingi, mafundisho mengi yanayotuchanganya na ukweli unaopotoshwa, tunahitaji sana Roho wa ukweli ili atufundishe, atuongoze na kutusaidia kubaki katika njia ya Mungu. Somo la kwanza litatoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8 aya 5 mpaka ya 8 na aya ya 14 mpaka ya 17. Katika somo hili tunakutana na kanisa la mwanzo ambalo katika kipindi hiki lilikuwa linapitia mateso. Wakristo wanatawanyika, lakini badala ya kukata tamaa wanageuza mateso kuwa nafasi ya kuhubiri Injili. Mtume Filipo anafika katika mji wa Samaria, mahali ambapo zamani kulikuwa na mgawanyiko na chuki, lakini sasa Injili inaleta furaha na umoja. Watu wanapokea vizuri neno la Mungu, wanabatizwa, lakini kitu kimoja kinakosekana: Roho Mtakatifu. Hadi mitume Petro na Yohane walipokuja na kuwawekea mikono, ndipo walipompokea Roho Mtakatifu. Na neno la Mungu linasema kulikuwa na furaha kubwa katika mji huo. Kwetu sisi wa Kristo, mara nyingi tunapokea masakramenti, lakini tunabakia katika ubaridi wa kiroho. Tuna makanisa mazuri, tuna Biblia, tuna mafundisho ya kanisa, tuna masakramenti na pia tuna visakramenti, lakini bado maisha yetu yanakuwa ni kama watu wasio na imani kabisa. Sababu inaweza ikawa ni moja kubwa: tunaishi bila kumruhusu Roho Mtakatifu afanye kazi ndani yetu. Roho Mtakatifu si mapambo tu ya ubatizo na kipaimara, ni nguvu ya maisha. Ni kama umeme ndani ya nyumba zetu. Bila umeme, hata kama una friji, hata kama una TV, hata kama una taa nzuri, lakini vitu vyote hivyo vinakuwa havina maana kama haviwezi kufanya kazi bila umeme. Mtakatifu Agustino wa Hippo anatuambia, bila Roho Mtakatifu sisi ni kama mwili usio na uhai. Swali la kujiuliza katika somo hili ni kwamba, je, ninaishi imani yangu kwa nguvu ya Roho Mtakatifu au ninaishi kwa mazoea? Ukiona maisha yako ya kiroho yamekuwa ya baridi, sala imekuwa kama mzigo na furaha imepotea, ndugu yangu, usitafute mchawi, muombe Roho Mtakatifu. Somo la pili litatoka waraka wa kwanza wa Mtume Petro sura ya 3 aya 15 hadi ya 18. Mtume Petro anatupa mwaliko ambao ni wa muhimu sana katika maisha yetu ya Kikristo. Anasema, muwe tayari daima kujibu kila mtu awaulizaye sababu ya tumaini lililo ndani yenu, lakini fanyeni hivyo kwa upole na heshima, mkidumisha dhamiri safi. Wapendwa, haya si maneno ya kawaida, bali ni mwito wa kuwa Wakristo wenye ufahamu wa imani yao na walio tayari kuishuhudia imani yao mbele ya wengine. Katika dunia ya leo ambayo waumini wengi wanakumbana na changamoto kubwa, wanaulizwa maswali kuhusu imani yao, wanashinikizwa kubadilika na wanavutwa na mitazamo ya kidunia inayopingana na Injili. Kwa mfano, mara nyingi Wakatoliki tumekuwa tukiambiwa kwamba tunaabudu masanamu, au mara nyingine tumekuwa tukiambiwa kwamba tunamwabudu Mama Bikira Maria. Watu tunashindwa kujibu, si kwa sababu hatuna imani, bali ni kwa sababu hatuijui vizuri ile imani yetu. Hatujajengea vizuri misingi imani yetu.
Hivyo tunajikuta tukisombwa na mawazo ya wengine na polepole tunaiacha imani yetu. Tufuate mfano wa Mtume Filipo ambaye katika somo la kwanza tumeona alikuwa na imani na msingi thabiti juu ya imani yake hadi akaweza kugusa mioyo ya waamini katika mji wa Samaria. Neno la Mungu linatukumbusha pia kwamba ushuhuda wetu haupaswi kuwa wa mabishano au wa ukali kama baadhi ya madhehebu wanavyodhani, bali ni ushuhuda wa upole na heshima. Hii ina maana kwamba si kujua tu la kusema au la kujitetea kuhusu imani, bali pia jinsi ya kusema. Swali la kujitafakari katika somo hili ni je, ninaweza kuielezea kwa ujasiri imani ninayoiamini katika Kristo? Au ninanyamaza na kusombwa na mawazo ya dunia kwa sababu sina msingi imara ndani yangu? Hivyo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu tunaitwa katika Dominika hii kujijenga katika imani ili tusipotee, bali tuwe mashuhuda wa lile tumaini lililo ndani yetu. Somo la Injili litatoka Injili ya Yohane sura ya 14 aya 15 mpaka 21. Ni katika karamu ya mwisho na baada ya kula Yesu anatoa usia kwa wanafunzi wake. Yesu anatoa maneno ya kina sana akisema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Hapo ndipo msingi wa maisha yetu ya Kikristo ulipo. Upendo kwa Kristo si hisia tu, bali ni uamuzi wa kila siku wa kuchagua kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu. Wengi wetu tunasema kwamba tunampenda Mungu, lakini maisha yetu hayaonyeshi kabisa utiifu huo. Yesu anaendelea kusema katika Injili hii kwamba sitawaacha yatima. Katika maisha yetu kuna nyakati ambazo tunahisi upweke, tunahisi kutelekezwa, tunapitia majaribu mazito, tunajiona kwamba tuko peke yetu. Lakini Yesu anatuhakikishia katika somo hili kwamba hatuko peke yetu. Atatutumia Roho Mtakatifu awe nasi daima. Hata hivyo, kuna sharti moja. Kumpokea Roho Mtakatifu kunahitaji moyo unaomtii Mungu. Ni kama ukiwa hospitali na baada ya vipimo unapata taarifa kwamba una tatizo fulani la kiafya, na unaambiwa labda uachane na kutumia mafuta au chumvi au kilevi fulani. Kwa hiyo kutengamaa kwa afya yako kutategemea ni kwa kiasi gani utafuata kwa umakini ushauri huo wa kitabibu. Lakini mara nyingi tunasikia pia kauli zikisema vigezo na masharti kuzingatiwa. Ndivyo yalivyo maisha yetu ya Kikristo. Hatuwezi kuishi kinyume na mapenzi ya Mungu halafu tukategemea kuonja upendo wake wa kikamilifu. Wapendwa taifa la Mungu, katika Dominika hii ya 6 ya Pasaka tujiulize swali moja la msingi. Je, Roho Mtakatifu ana nafasi gani katika maisha yangu ya kila siku? Je, ninamkumbuka tu wakati wa shida? Au je, ninamruhusu aniongoze kila siku katika maamuzi yangu? Ukweli ni kwamba bila Roho Mtakatifu tutachoka haraka sana kiroho. Tutakata tamaa kirahisi na tutapoteza kabisa mwelekeo. Tusali tukisema, Roho Mtakatifu, njoo ukae ndani yetu. Utuongoze katika ukweli, utupe ujasiri wa kumshuhudia Kristo na utufanye kuwa mashahidi wa ukweli na wa upendo wa Mungu katika dunia ya leo. Amina. Kristo ndiye tumaini letu. Do not be afraid, do not